Uchumi uliangushwa katika taifa la Kenya, ikaonekana Jirongo na vijana ndio wameangusha taifa. Nimevumilia miaka 30. Alikuwa mwanasiasa kwa miongo mitatu kwenye sakasaka serikalini, huku akitetea jamii ya Mulembe kwa ujasiri. Tunataka haki ya jamii yetu. Nikisema hivyo haimaanishi mimi ni watermelon. Hapana, dhambi ni dhambi. Mundu nako libuoni ni muoni, si ndio? Ila kunao waliomtoa kijasho siasani. Jirongo kwa sasa rais ni Uhuru. Upende usipende. Wewe ulikuwa kwa serikali ya Moi. Umefanyia Waluya nini? Na kama ni mambo ya mashamba, hata wewe umenyakua mashamba Jirongo. Mimi ni seneta wa Nairobi, na Kidero governor anajua. Jirongo ako na shamba ekari 1500 pale Ruai. Gania Waluya wa Nairobi. Uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi humu nchini Kenya ulipokaribia mwaka 1992, kundi la vijana lilijitokeza kuweza kumsaidia rais wa wakati huo Daniel Toroitich arap Moi ili kupambana na wingu la upinzani. Kundi hilo lilikuwa na jina la Youth for KANU 92 almaarufu YK92. Kundi hilo liliongozwa na Shagalaha wa Jirongo ambaye alijulikana zaidi kama Cyrus Jirongo, pamoja na vijana wengine wakiwemo rais wa sasa William Samoei Ruto. Kurunzi ya siasa leo hii inaangazia maisha na siasa ya aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo. Mimi ni Barnabas Makori. Cyrus Jirongo alizaliwa tarehe 21 Machi mwaka 1961 na alisomea shule ya upili ya Mang'u kati ya mwaka 1978 na mwaka 1981 na kisha akafuzu kutoka chuo kikuu cha Egerton mwaka 1986. Mwaka 1991 alikuwa mwenyekiti wa klabu kongwe ya soka nchini Kenya, Chingwe, nikiwazungumzia AFC Leopards. Jirongo alijitokeza katika ulingo wa kitaifa mwaka 1992 kama kiongozi wa vijana wa KANU 92 almaarufu YK92, kikundi cha kushawishi kilichoundwa ili kupata ushindi wa Rais Daniel arap Moi katika uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi nchini Kenya. Chini ya uongozi wake pamoja na William Ruto na Sam Nyamweya, YK92 ilitambulika sana na uhamasishaji wa watu mashinani na ufadhili wa kampeni ambao haujawahi kushuhudiwa na kumletea Jirongo sifa kama mmoja wa waendeshaji mashuhuri wa kisiasa wa enzi hiyo. Mwaka 1997 aliwania ubunge katika eneo la Lugari magharibi mwa Kenya na akashinda kupitia chama cha KANU. Miaka miwili baadaye, hata hivyo, alianza kutofautiana na viongozi wa chama hicho na akaanza kuhusishwa na chama cha United Democratic Movement ambacho kilipigania mageuzi ya katiba. Aliteuliwa waziri wa maendeleo ya nyanjani mwaka 2002, miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu. Cyrus Jirongo aliunda chama kipya cha kisiasa kwa jina Kenya African Democratic Development Union, ile waliita KADU, mwaka 2006 na akafanikiwa kuwania kiti cha eneo bunge la Lugari uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Na matokeo ya uchaguzi huu yaliyokumbwa na utata na kukaundwa serikali ya umoja wa taifa, chama chake ambacho alikuwa mbunge wake pekee bungeni hakikushirikishwa. Mnamo Septemba mwaka 2012 alikuwa ametangaza nia ya kuwania urais kupitia chama cha Federal Party of Kenya, ila alibadilisha nia yake mwishoni mwa mwaka huo na badala yake akaamua kumuunga mkono mgombea wa CORD wakati huo hayati Raila Odinga na kuwania useneta katika kaunti ya Kakamega. Haya yote hayakufua dafu, kwani alishindwa kwenye uchaguzi mkuu wa Machi mwaka 2013 na mgombea wa Ford Kenya Daktari Boni Khalwale. Jirongo alizindua azma yake ya kuwania tena urais Januari mwaka 2017 kupitia chama cha United Democratic Party. Jirongo ni miongoni mwa wagombea ambao hawajakuwa wakionekana sana kwenye vyombo vya habari. Aidha,
alikuwa miongoni mwa waliosusia mdahalo ulioandaliwa na vyombo vya habari akiwa pamoja na Joseph Nyaga, Abduba Dida, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta waliokuwa wawaniaji wa kiti cha urais mwaka huo wa 2017. Cyrus Jirongo alikumbana na mauti yake tarehe 13 Disemba mwaka huu 2025 katika ajali mbaya barabarani baada ya gari lake alilokuwa akiendesha kugongana ana kwa ana na basi la abiria eneo la Karai katika barabara kuu ya Nakuru Nairobi. Mola na amlaze Cyrus Jirongo mahala pema palipo na wema. Hii ndiyo imekuwa kurunzi yake Jirongo. Mimi ni Barnabas Makori.